Yeah, yeah, it's Sunsaid Holyboy ndani ya Sun Films Media kama kawa. Niko hapa hivi na Edu ndani ya Farasi TV. Yeah. Karibuni sana watu tunawapenda sana. Yeah, na leo tuko na topics moto au sio Sunsaid? Yeah, mambo ni moto moto, tunafuka nchini Tanzania. Bale Jux amefanya harusi mara mbili na tunataka kuzungumzia tujue kwa nini mtu anafanya harusi mara mbili na kwa nini amefanya kwa kina msichana harusi. Ya juu ukikuja hapa hivi kikwetu ama Kenya huwezi fanya harusi kwa kina msichana, ama maybe ndio sijui, mashabiki watatuambia hapo kwa comment section. Yeah, harusi ya kwanza tumeona ameenda wale walienda Nigeria. Harusi ilikuwa Waswahili wanasemanga ya kukata na shoka. Harusi ilifana, harusi ilikuwa maboza mtano wanasemanga yente, yani harusi ilikuwa wagwan, mambo vulai. So yeah, Nigeria walifanya harusi. By the Jux alichukua nne akaenda akafanya kumtoa tu msichana kwao, akamfanyia harusi huko kwao kwanza. Then sasa tumeona amekuja Tanzania, amefanya harusi nyingine Tanzania ya pili sasa na the same woman. So ina maana sijui ni upendo ama ilikuwa nini bana? For me kwanza hiyo kitu imenishangaza, lakini sasa nilikuwa naona inaweza kuwa Jux anataka kuacha legacy ingine noma sana, ama inaweza kuwa ni kiki ya kuongeza maybe mabiashara ama cha nini sana kikubwa ambayo mi naona ni inaweza kuwa huyu jamaa anataka kuacha legacy ingine kubwa juu hii ni 21st century na sio wakati kama ule ambayo unaweza sema mtu ana invent kitu ama mtu anakuwa maybe wa kwanza kuunda kitu fulani. So saizi unaona sasa maybe Jux ameamua tu aache legacy ya kuoa na kufanya harusi kwa kina msichana na kukuja kufanya kwao. Yeah, but sisi kama sisi tunachukua tu kama stay, tunakaa tukichoka na yeye anaenda kwao. Inakuwa rahisi ya kwenda. So yeah, lakini mi nadhani yeye kufanya harusi mbili imekuwa labda ni upendo. Unajua kwanza kufanya harusi kwa kina msichana alafu kuja kufanya harusi tena kwenye, unajua hiyo ni tuseme ni upendo ama nitasemaje, upendo sana yani. Alafu pia okay, ndaweza sema wako na hela pia inachangia, unajua inachangia kufanikisha hii matukio yote. So tunaweza sema yeye amepakawa ama amekaliwa na msichana. Hajakaliwa. Ni upendo tu fulani tu inatokeaga. Unajua ukishapata the right person, unachizi. You can do anything for her. You say you can sacrifice anything yani. Because you already see this is my partner, this is what I want. Yeah, she's behaving the way I want or he's behaving the way I want and everything. Tunaendana, so mbona tusifanye kitu ambacho yeye anataka? Utakifanya kwa urahisi sana na pesa iko na utapata ugumu wa kufanya hicho kitu ya. Alafu hela pia zipo, unajua hela zishatafutwa nini. So they are good in terms of money, they are good, so they can just do anything. Yeah. So ile harusi ya pili imefanyika nchini Tanzania, imekuwa aje? Wewe umeona pale kwa ukurasa wa Instagram, IG, ni nini kumeendelea pale? Diamond nimeona hapo hivyo wakisalimiana na Diana P na Bahati. So inaonekana maybe Diana na Bahati walikuwepo kwenye hiyo harusi. Yeah. Kwa kweli mimi nitasema hata sema imekuwa kukata na shoka kama ile nyingine ya kwanza. Ile kwanza Nigeria, unajua na ilikuwa mbwembwe sababu it was the first wedding and everything and everyone was expecting to see hiyo. But ingine watu walikuwa washajua It's ni harusi unafanya nini vitu kama hizo. So mimi nasema ile ya kwanza ilikuwa ilikuwa ya show. Ilikuwa kali sana. Ilikuwa imengojewa yani. Ilikuwa imengojewa kwa hamu na gamu, unajua. But ingine
tuseme wengine wamefanya tu like mastaa wenye hawakuwa wamehudhuria, labda wenye hawakupanda ndege wakaenda Nigeria, at least huku East Africa sasa waweze kuhudhuria, na pia wale wamama nini wenye hawakuweza kupanda ndege labda na kwenda kuhudhuria the first wedding. Majirani, mahali Chuks ametoka. So I think they did this one 电量偏低， for 请 their 及时充电。 family and maybe and fans of villagers. East Africa. Sana sana Jux alifanya kama fans wa East Africa. Yeah, so na ile harusi ya kwanza niliona ilikuwa kweli kukata na shoka. Juu penye niliona huko mambo iliendelea. Hiyo harusi ilikuwa kali. Sasa hii ya TZ nimeona imekuwa tu kama kawaida, nikaa watu wacha nini juu already walikuwa washajua ni nini nini inaenda ku happen, na already watu washaoana, so wako pamoja, wako pamoja. so sisi tunatoka tu kufurahi tu kidogo tu. Yeah. So kitu tu inanishangaza ni how can somebody do ama kufanya wedding mara mbili ama kufanya kwa kina msichana. It happens sometimes because now you want to be unique, like you need to stand out like a man, you know, like men maybe this okay, like plan 电量 napenda 偏低，请及 venye 时充 amefanya 电。 sababu ame stand out, unaona like amefanya kitu tofauti, si kama zile harusi za kawaida tu amezoea. Yaani harusi ingine tofauti sana, na najua hata msichana pia labda hakuwa anatarajia hivyo, lakini amepata wedding ambayo inamfaa na amepambika. So tuseme tu hii harusi bado ni ya 21st century. Tumetoka huko na we are heading to 2030 vision 2030 with a new world order. The world of technology, the world of AI. Yeah, so I think bado mambo ni dunia inabadilika ama ni watu wanabadilisha dunia. Dunia ibadiliki, dunia iko pale pale, kila kitu iko pale pale. Ila sasa ni different tu, like naweza sema kitu moja, ni dunia tu inakuja tu kama, so like ni dunia inabadilika, it's a world, 电 okay, 量 like 偏低，请及时 watu 充 ndio 电。 wanabadilisha dunia actually. So dunia haibadiliki. Dunia ibadiliki, mimi kulingana na mimi naonanga dunia ibadilika. Hata mimi naonanga hivyo, wanasemanga dunia inabadilika. There is no way dunia inabadilika. People, it is people who change the world. Yeah, because there is no way dunia venye inaweza kaa hivi na iseme mimi nataka leo nikaa hivi. Unaona? Ni ngumu sana. Dunia inabadilika tu kwa ile nature yake ya kawaida. Labda mvua imenyesha mingi, labda imenyesha kidogo. So that's normal. But kama ni 12 hours ya kurotate ni hiyo. So unaona aje sasa venye Jux, Priscilla Ojo wamefanya hii wedding hivi, ama unaona the way saizi tuko mambo ya social media nini, hapa mbele mahali tunaelekea, how will it be kama Jux amefanya harusi mara mbili? How will it be in 2034 or 2032? 2032 itakuwa kama miaka 7 kutoka 电量偏 sasa 低 hivi. 请及时充电。 Itakuwa tu like okay, mabadiliko itakuwa but haitakuwa makubwa sana kulingana na that period of the years. But mabadiliko na itakuwa sana, yeah. Like mi naamini nini inaitwaje, dunia inapoendelea kubadilika, watu pia nao wanabadilika. Watoto, unajua kitambo mtoto alikuwa anazaliwa na